Yo, it's your boy Bama Bango, a boy from out of town. Yeah, tukiwa ndani ya Chris TV. Tukiwa na msanii wetu pendwa ndani ya Rumonge Flavor. Na si mwingine ni bwana Wanto Boy. Mzee, mambo vipi? Ya safi, niambie bro. Uko sawa? Salama tu kama kawaida. Karibu sana ndani ya Chris TV. Asante sana mzee baba. Jisikia amani na salama mzee. Ya nimetulia tu hapa. Sina mambo mengi sana ya kusema isipokuwa tu nashukuru aliye juu yani. Na unaonaje Chris TV? Ya hapa naona pako vizuri, pako fiti. Naona mlipapamba fresh, mambo yako fiti yani. Na umepokelewa vipi ulipoambiwa njoo ndani ya Chris TV? Ya nilivyoambiwa kufika hapa kwanza nilienjoy vya hatari. Sikuamini kama mimi ndo nimeitwa haya mazingira yani. Ya. So mzee, mimi naweza ngasema tena karibu sana. Asante sana. Na kitu kingine ambacho tunaweza tukazungumzia ni kuhusiana na jina la Wanto Boy. Tunaanza, jina la Wanto Boy lilitoka wapi mpaka Wanto Boy kufikia sasa hivi? Ya, jina Wanto Boy ni jina ambalo lilitoka mbali sana mzee baba. Ni jina ambalo nilihasonaro bro. Unajua nilihaso vipi? Hilo jina naweza nikasema kwamba ili niwaeleweshe watu kidogo. Niwaeleweshe ndo namaanisha. Ni jina ambalo lilitoka kwa Kirundi. Unapoambiwa Kirundi, sijui kama mtanielewa. Nakuelewa. Unanielewa? Yeah. Kuna jina inaitwa Wanoye. Wanoye. Utanipata. Ina maana umenipata. Yeah. Umeona? Hicho kipindi nilikuwa napenda sana kujirekodi kwenye simu. Nilikuwa napenda sana muziki sana tangu utotoni. Yeah. Nilikuwa najirekodi kwenye simu. Nilikuwa najirekodi, watu wanachukua vile ambavyo nimejirekodi. Wanaviliza kwenye simu wanariza yani. Nilivyoona vitu ambavyo nilikuwa najirekodi vimetrend na wakati huku kuna muziki ilitengenezwa. Nibaki najiuliza vipi? Mbona watu wamechukua vitu vyangu na wameposti? Yeah. Mbona vitu wanavipenda na wakati mimi nilijirekodi na simu? Kulikoni kwani? Ndio nifika najiita Wanoi, maana yake umenipata. Yeah. Umenielewa? Ndio nikafika najiita hilo jina hilo. Nikasema hili jina Wanoi kwa kista ama kwa muziki nitakuwa nimeharibu brand. Ndio nifika nabadilisha hiyo Wanoi ikawa Wantoxi. Wantoxi. Yeah. Wantoxi, kusikia watu wanaongea sijui Wantoxi, Wantoxi. So unajua wazee ndugu yangu, watu ambao hawajasoma hawaelewi sana. Unasikia ndio nifika nabadilisha, natoa X, nitoa X. Yeah. Hiyo X nilitoa nikaweka boy. Nikawa Wanto Boy. Yeah. Na ulipokuwa ukifanya hivyo vitu vyako vya kurekodi, huko watu wanachukua na vilizaliza, ndo vilikupasha huko wewe kuingia kwenye swala la sana ya muziki? Yeah, ina maana kwamba hapo kilicho nichanganya ni jina kwanza. Baada ya kuona mimi najirekodi, watu wanachukua vitu ambavyo nijirekodi, wanaviriza, wanavifanya kama challenge. Niona kama vile wananipenda, niona kama vile kuna nyota ya kupendwa. Ndio nifika natafuta zangu jina, nilivyopata jina la Wanto Boy nikasema ngoja niingie kwa producer kwanza nitengenezee muziki. Na Wanto Boy safari yake ya muziki ilianza mwaka gani? Ya Wanto Boy safari ilianza mwaka 2022 mwezi wa 4. Na nyimbo ya Wanto Boy ya kwanza ilikuwa ni nyimbo ipi labda? Nyimbo ya Wanto Boy ya kwanza ilikuwa inaitwa Ubuzima. Yeah. Na ulipotoa hiyo nyimbo yako ulipokelewa vipi na wale mashabiki ambao walikuwa wakiliza nyimbo zako wakiliza vile vitu vyako ambavyo ulikuwa ukijirekodi kwenye masimu yao? Hiyo ngoma kiufupi ilipokelewa vizuri sana kwa sababu wengi walikuwa wakinicheka sana kwamba wewe unajirekodi hawezi kupata hela ya kwenda kurekodi. Nilivyotoa muziki wa kwanza akasema dogo kaingia kwenye sanaa na yuko fresh. Yeah. Na Wanto Boy aliimba nyimbo ya kwanza ikapokelewa vizuri. Je, nyimbo ya pili ambayo ulioimba labda ilipokelewa vipi na mashabiki, kwa sababu cha kwanza kama kilipendwa, cha pili lazima kipendwe? Ya ngoma ya pili, cha kwanza naweza nikasema kwamba niwashukuru mashabiki kwanza. Nilivyotoa ngoma ya pili watu wanaona kama vile nipo na hasu kwenye muziki. Hakuna kazi ngumu kama muziki bro. Ni muziki ambao unautoa upati faida hapo hapo. Unasikia? Walivyoona nimetoa muziki na nimefuata na muziki mwingine, nimewaletea. Walisema dogo upo fiti sana, pambana. Yeah. Na mpaka sasa hivi Wanto Boy ana nyimbo ngapi? Sasa hivi na nyimbo nyingi sana bro. Sijui kama nitazihesabu. Hesabu ni kubwa sana bro. Hesabu ni kubwa sana. Kuna ngoma zimepakiwa sehemu. Ila nilizoachia ni ngoma 7 tu. Zilikuwa 9, 2 zilifutwa. Kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa kuna nyimbo 7. Nyimbo 7. Na kuna nyimbo ambayo imetoka hapa mwezi juzi hapa ambao uliimba wewe Wanto Boy. Kama sijasahau inaitwa nani ile? Inaitwa Gwarahezi. Ile nyimbo ilikuwa na maana gani labda? Maana nilisikia nyimbo ambayo inavutia kabisa, yenye shauku. Hiyo ngoma ni true story ndugu yangu. True story. Ya ilikuwa inahusiana na mambo ya mahusiano. Ina maana kwamba nilikuwa na mpenzi fulani. Yule mpenzi fulani alikuwa anipa mambo fulani hivi. Nilikuwa na furahi fulani hivi, sio unajua? Nilikuwa napata maraha fulani hivi. Ndio kama kumtungia nyimbo hiyo. Hiyo nyimbo kuitunga, yule demo aliboa ndugu yangu.
Alinichanganya bro. Yani alikupa mapenzi afa kubadilikia au ilikuwa vipi? Ina maana kwamba yule demu sio kwamba nipe mapenzi tu ndugu yangu. Alikuwa anipa yale maneno matamu yale. Alafu baadaye nikaona na change ghafla. Baada ya kuelewa kuwa mapenzi ya sasa hivi ni pesa, nikasema ngoja niachane naye. Chupa mzee. Ya nikaachana naye. Kwa hiyo mpaka sasa hivi demu upo naye. Sasa hivi sina demu, nipo single mzee. Why msanii kama wewe Wanto Boy ambao uliopokelewa vizuri tokea 2022 mpaka sasa ni msanii ambaye ulimwengu unafahamika, ukawa una demu kabisa. Hicho kitu unaona kinaingiliana kabisa na mindset za mashabiki ambao watakuwa wanatuangalia hapo. Kutokuwa na demu mimi ndo nimepanga, sio kwamba nimekosa bro. Mademu wapo wengi sana lakini mimi ndo bado sijataka bro. Na Wanto Boy mara ya mwisho kufanya mapenzi ilikuwa ni? Kufanya mapenzi ama kuingia kwenye mapenzi bro? Kufanya mapenzi. Kufanya mapenzi. Hiyo siri. Na maanisha kukutana na mwanamke. Hiyo siri mzee. Kudeti. Hiyo siri. Kukutana sio kudeti kwenye mahusiano. Kukutana kabisa ni kuzamana chumvini. Baba, ngoja iwe siri yetu. Nitakuja nikwambie tukitoka hapa mbele ya mic. So, hiyo nyimbo yako sasa hivi inatembea sana ndani ya mtandao wa YouTube, hata watu wanafanya ma challenge sana kuhusiana na hiyo nyimbo. Kwa hiyo nyimbo inawahusu watu wote ambao wapo kwenye relationship au watu ambao wapo kwenye relationship. Hiyo nyimbo kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba ilipokelewa vizuri sana kwa mashabiki na bado naona ipo inafanya vizuri kulingana tu na jina langu nasikia. Kulingana na mtandao wangu. Naweza nikasema ngoma ipo fiti sana. Na kwa watu ambao hiyo nyimbo labda hawajaisikiliza, unaweza kuwapa kapela kidogo? Naimba kapela mzee. Twende kazi. Nakunda nyinu mwana yitonda arankunda kugeza ho nataura kuguhemukiranira bidakunda uko yanyubaha namwita marayika amenye ko ataco mfite carahemuka ambwira yuko je watakishaka kandi atano musino mwazo nyibuka kuwa exi sio kesi nimekubali mimi nawe basi I promise uwasirudi matapishi wamemukiye wihuse kuko mahera ntayafise ni wababara witonze uzorondera abo bayafise wamemukiye wihuse kuko mahera je ntayafise ni wababara witonze uzorondera abo bayafise. Ya mzee, thank you sana. Nasikia nyimbo imekaa sawa. Nyimbo imenyoka mzee. Shukrani sana mzee. Yaguhemukiye yihuse. Yani amekuacha akiwa amefanya haraka kukuacha. Kisa sina pesa. Kisa una pesa. Wewe unaamini kama ukiwa na pesa ndio utapata mapenzi ya kweli? Hapana, unajua shida ni nini? Unajua mapenzi ya sasa hivi naweza nikasema ni yale ya bandia mzee. Sasa hivi hakuna mapenzi. Toa pesa upewe mapenzi. Kwa kama una pesa mapenzi hapo. Hiyo inakuwa ni jao ndugu yangu. Kwa sasa hivi unakaa sabisi na kupambana ili upate pesa. Sasa hivi ninachokitaka sio kutafuta pesa tu. Hata uzuri na utaka pia. Uzuri wa? Ina maana nipige mavazi washoboke na wao. Kwa hiyo sasa hivi unaishi kwa kuwatega mzee. Ikifikia time sasa na umefanya target kumbe na wao target zao mzee. Baba. Ikawa msumari chuma mlingoti chuma mzee. Ina maana ninachokimaanisha ni kitu kimoja. Sitaki naye mpenda, nataka naye nipenda yeye. Kwa Wanto Boy sasa hivi mahusiano yeye ana muda nayo. Maana yake sina shobo na mapenzi. Wao na shobo na mapenzi lakini mimi kwao sina shobo. Atakaye nishobokea fresh nitaruka naye. Na Wanto Boy ana mpango lini tena wa kuachia nyimbo nyingine mpya? Ibani kuna dude, kuna ngoma kubwa sana nipo na kamanda mkuu. 4G boy. 4G. So kwa tuisubiri hiyo nyimbo. Ile ngoma itakuwa inaitwa ngoja nikae kimya. Kama mnaposikia jamani. Nyimbo ina kamanda mkuu itakuwa inaitwa afa anaambia ngoja nikae kimya. Hao ndio nyimbo inaitwa. Ile unachotakiwa ukijua itakuwa ni piano. Mambo yetu hayo sisi marasta. Itakuwa ni piano mzee. Na Wanto Boy, ninafikiria kwamba mswala la muziki umeshautana na haso nyingi sana. Umeshautana na changamoto nyingi za mahusiano. Wanto Boy aishafanya show ngapi kwenye mji wetu wa Rumonge au nje ya Rumonge yetu hii? Kwenye show nilishapiga nyingi sana. Sipokuwa tu sio nyingi sana lakini kwangu ni nyingi. Sawa sana uwezo wako vizuri. Kuna show fulani hivi nilipiga Ngayamba, kuna show nilipiga Kiwanja, kuna show nilipiga Mtambara. Asante sana kwa kujieleza kuhusiana na safari yako ya muziki mpaka ulipofikia sasa, mpaka kuimba nyimbo ya mwanamke ambaye uliokuwa ukimpenda na akakuacha mapema. Kwa kuharakia labda kwa sababu hauna pesa. So mimi naamini kwamba kitu kimoja, wasanii waga mnakutana na changamoto nyingi sana. Ni changamoto ipi ambayo utakutana nayo kwenye swala la muziki mpaka utakavyokuwa au utakavyokuwa kwenye muziki hautakufa ukisahau?
Ina maana changamoto tunazokutana nazo ni nyingi sana. Cha kwanza naweza nikasema changamoto ipo kwa mashabiki. Achana na mtu mshabiki. Mshabiki ni mtu mzuri, upande mwingine ni mtu mbaya sana. Ni mtu ambaye anaweza kusupport kwamba umetisha, kumbe hujatisha. Unashangaa mtu anakuambia bro uko vizuri, lakini kwenye simu yake hana ngoma yako. Umeona? Comment hapo umekutana nayo. Unavimba kwamba nimetisha, kumbe jamaa amekudharau kimya mzee. Anakuambia umetisha kwenye simu yake hana ngoma yako. Hata kwenye YouTube hajawahi kufika. Yaani hajaingia, yani anakucomment tu ukituma link au si. Hasa nyingine bro ya pili. Hasa nyingine ipo kwenye watu wanaotangaza muziki kwenye maredio. Ni watu wanakuwa wakiamini kwamba wasanii wakubwa ndio wana vipaji. Ni watu wako unasikia Rumonge muziki ulipotea, kumbe bado. Ina maana kwamba kuna wasanii ambao wanakuwa hata kama ukitafuta kipindi kwenye redio hawezi kupewa. Hata ukitoa ngoma yako ilizo kwenye redio inakuwa ni ngumu. Kweli ngoma wanatakiwa kulipa. Ila unashangaa mtu anapiga simu, wale wanaotoa taarifa. Nasikia anapiga simu anasema anataka ngoma ya fulani. Hiyo ngoma inakosekana bro. Haitafuti na wapo kwenye media yani. Bro, hakuna kitu kilichoniumiza. Kuna redio fulani hivi siwezi kuisema. Ngoma yangu ilipigwa ikachaguliwa kama ngoma ya wiki. Ngoma ya wiki mzee. Lakini kilichonichanganya kuna dogo fulani hivi alipiga simu. Alipiga simu akaomba ngoma yangu aliikosa. Na wewe ndio ulitoka kama walifuta kwenye mashine. Kwa ndio changamoto ambazo mnakutana nazo. Hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo bro. Sasa unawaambia nini watu wa media, watu wa TV, watu wa radio? Mimi kwa ushauri wangu naweza nikasema kwamba wakae wakijua wasikalili wasanii wa zamani. Kuna vipaji vinaibuka. Waamini kwamba jana sio kama leo mzee. Kuna watu wanazidi kuzaliwa mzee. Na maana akikariri sijui wasanii wakubwa ndo wanajua muziki, wakasahau huko wasanii wadogo watakuwa wamefeli sana. Kwa sababu kizazi kipya sasa hivi ndio kinapiga ngoma nzuri. Wapo wanaimba. Hata ukiachana Buja Flavor sasa hivi, wale wasanii ambao walikuwa ni wanganga sasa hivi wasikiliziki, wanasikilizika tu madogo ambao naweza ngasema ni wa new talent ama wadogo kina Dramati wale wasanii ambao ni chipkizi. So watu baya sema kwamba nyoto ambao mnafanya mambo ya media wakina sisi au tunajizungumzia na sisi, tusiwabani sana wasanii kuwapa interview. Tusiwabani sana wasanii kuuliza nyimbo zao. Watu ambao mnatumia mambo ya radio huko, nazungumzia Shima FM, Zee FM, ndio radio ambazo zipo hapa nyumbani. Kwa vijana wanapambana ili wasukume muziki wetu wa mbele, uje kuwa mbele. Kama wapetiwa Kayanza, wapetiwa sehemu fulani, muziki wao umepush mbele. Kwa na sisi tujitahidi tuweze kuupenda muziki wetu. Naweza ngasema kwamba mzee wa Ntoboi, kwa na imani hichi kitu ambacho tunakizungumzia hapa, kila mmoja msanii waga akifika hapa ndani ya Chris TV waga anakizungumzia. Ila na imani ipo siku tiba itapatikana bila dawa. Basi kwa hakuna kitu kinachoumiza bro. Kama mtu kuingia kurekodi muziki, unaposti muziki, unatuma linki, alafu unasikia wanakuambia eti wasanii wa Rumonge wafanye kazi. Na wakati tunapambana mzee. Sisi hatuna manager, unasikia cha kwanza. Mnapambana kimpango, tunatoa wapi hela ili tuende kurekodi. Of course. Hawezi kujua hela tunatoa wapi ili tukashuti. Ina maana msanii unakuta wewe ni manager. Unajipromote mwenyewe. Yani mwenyewe yani nyimbo. Alafu unashangaa wanakuambia sijui wasanii Rumonge wafanye kazi. Kumbe huku kuna wasanii wanafanya kazi ile kupata ile nafasi ya support hawapati. Ina maana wanakuwa wakiamini kwamba Tiger Breeze, sijui Msamaria, wasipotoa muziki Rumonge haupo. Kumbe kuna vitoto vinaibuka bro. Wakisema kwamba visaidie, vinaweza kubadilisha hata muziki wa Rumonge ukakuta mambo yamekaa fresh. Wasikariri. Kwa wasingangani shamba la zamani. Ndo kawaida mzee. Wafikirie mbele kuna nini mzee. Maana mashamba ya zamani waga kuna machaka mengi, lakini mashamba mapya waga yanapaliliwa au sio? Unajua bora unakujaje bro? Unajua kitu kinavyoenda vibaya, kuna watu wanapiga hesabu. Kwa nini Msamaria alifeli? Kwa hiyo mtu akishapiga hizo hesabu unakuta amekuja na target zake. Natakiwa muangalie huyu mtu mbona ameingia kwenye muziki, amekuja kubadilisha nini? Unaweza kuta kile kilichomshinda Tiger Breeze, Msamaria na TYD. Yeye amekuja ukibadilisha kashakielewa kwa muda mrefu. Acha unapepa kwa uwazi, utobo penyewe lipo. Anakuja kuziba nyufa. Mambo ya muziki yana muda wake. Mtu anapata hit anapotea. Anakuja mwingine anaibuka, anabadilisha muziki bro. Ni kweli. So mimi nataka kusema kwamba mwe msikatiki nguvu, kwa sababu kama hujapatia nyumbani utapatia sehemu nyingine. Maana wahenga washamaliza. Nchi kikunyima maisha, enyime nini mzee? Enyime maiti. Rumonge ukiona unabaniwa sana, wewe vuka tuende Buja.
au ende Nyanza, maana hata muziki wa Nyanza unatembea sio kama hapa nyumbani. Alafu muziki wa nyumbani mkubwa sana. Muziki wa nyumbani ni muziki ambao una Kiswahili ambacho ni fasaha. Na sasa hivi industry sasa hivi inafuata Kiswahili mzee. Asikwambii mtu. Muziki wa hivi sasa ni Kiswahili. Rumonge tuna Kiswahili kizuri, tunapambana. Tofauti na watu nyingi, lakini tunabaniwa kwenye swala la sanaa. So mimi naweza ngasema sana mzee, karibu sana ndani ya Chris TV. Najisikia amani na salama mzee. Asante sana. Nimefurahi sana. Mimi na believe kwamba siku utachia kitu kingine lazima tuwe na wewe pamoja. Acha basi. Kabisa. Itaitwa bro. Yaani usiogopi. Wewe utafurahi sana. Yaani usiogopi kabisa. Ni wewe jisikia amani na salama. So huyu ambaye tunaye hapa ni Wanto Boy, na imani malalamiko yake hapa umeyasikia, na mimi hapa ni mwili mdogo sound ya bufa. Na imani unanisikia popote ulipo, na wewe ambao unafuatilia Chris TV yetu 257, usisahau kusubscribe channel yetu hii, kulike, comment na share. Na nyuma ya kamera ni The Golden. Tuseme enjoy na Chris TV.